siku. Nini tunatakiwa tufanye? Vipi tunatakiwa tujikinge na tuhifadhi maji na mambo mengine? Tunao wataalamu kutoka sehemu mbalimbali. Tunaye Juma Mohamed Juma, huyu ni kutoka kitengo cha elimu ya afya, ni afisa wa afya. Karibu sana katika studio zetu. Lakini pia tunaye Omar Fakih Chum, huyu ni afisa wa afya kutoka kule mamlaka ya maji za Zanzibar. Karibu sana. Lakini pia tunaye Jamila Yusuf Ali, huyu ni kutoka huko ni elimu ya afya huyu. Kubwa zaidi nimewaarifu kwa tutazungumza ni kipindupindu na jinsi ya kujikinga na hichi kipindupindu kwa sababu kinaongezeka siku hadi siku. Hebu tuambieni, tuwakumbushe watazamaji kwa sababu hivi ni vipindi ni muendelezo. Kipindupindu ni nini hasa? Kipindupindu kwa kweli ni maradhi ambayo yanasababishwa na kula kinyesi. Kwa kitaalamu tunasema fecal oral diseases. Maradhi ambayo mtu anaweza kuyapata baada ya kula kinyesi kwa njia moja ama nyingine. Whether kama kimepitia katika njia ya chakula, whether kimepitia katika njia ya maji ama njia nyingine yote ile, lakini alimradi yeye anakuwa amekula kinyesi. Kwa hiyo hicho ndio kipindupindu. Ni maradhi ambayo yanatokana kula kinyesi. Lakini unadhani kitu gani hasa kinachangia kuongezeka kwa haya maradhi? Kinachochangia zaidi kuongezeka kwa maradhi ni kutumia maji ambayo hayako salama, ni kutumia vyakula ambavyo haviko salama. Haya ndio ambayo yanachangia kwa kiasi kubwa kuongezeka kwa maradhi ya kipindupindu. Lakini na vile vile kutobadilika kwa jamii kufuata maelekezo ya maafisa wa afya ambao wanatoa ili kujikinga na kipindupindu. Kwa sababu zaidi ni kipindupindu kiko katika jamii na kinaenea katika jamii. Kwa hiyo utakapobadilika jamii na kufuata maelekezo ya maafisa wa afya, ndio kipindupindu kitaendelea kupungua hadi siku na baadaye kitamalizika kabisa. Mr. Omar, tumesikia hapa maji yasiyo salama na mambo mengine. Afisa afya akasema kwa upande wako Zawa, vipi kazi zenu katika Zawa ili kudhibiti haya maji yawe salama, maambukizi yasikuwe? Asante sana ndugu mtangazaji pamoja na ndugu wananchi mnaotuangalia katika kipindi hichi. Ni kwamba mamlaka ya maji mpaka sasa hivi kuna harakati mbalimbali ambazo zilizokuwa zinafanyika ili kuhakikisha kwamba tatizo hili la ugonjwa wa kipindupindu linaondoka kabisa au linapungua. Ni kwamba wenzetu wa shirika African Development Bank ADB, wao tuna mradi nao ambao mradi huu ulianza mwaka 2013 kama sikosei, ambao umechangia katika kutayarisha katika kujenga vyoo katika maeneo mbalimbali ya skuli za Pemba na Zanzibar. Hii yote ni kuhakikisha kwamba vijana wetu ambao wapo katika maeneo ya skuli wanatumia vyoo kama alivyoeleza mwenzangu hapa, kwamba tunajua kwamba kinyesi ndicho kwa njia moja au nyingine kinachangia katika kuenea kwa huu ugonjwa. Kwa hivyo wenzetu kama alivyoeleza kwamba African Development Bank pamoja na serikali kwa makusudi kabisa imefanya juhudi za kujenga vyoo katika maeneo mbalimbali ya Unguja na Pemba. Nikianza na Pemba kumejengwa vyoo 5 mkoani. Katika kila wilaya, kuna wilaya 4, katika kila wilaya kumejengwa vyoo 5. Na pia mradi huu ulikuwa umegawika katika maeneo ya mjini pamoja na vijijini. Kwa hivyo lengo kuu hasa la mradi huu katika upande wa sanitation ni kuweza kupunguza maradhi haya ya kipindupindu. Na kwa nyongeza kabisa, pamoja na kujenga vyoo kwa ajili ya kuwakinga vijana wetu pamoja na wananchi, lakini pia tunatoa taaluma kama alivyosema mwenzangu, tunatoa taaluma kupitia katika kamati za maji
za mradi ulipopita, lakini pia tunatoa taaluma kwa hawa vijana ambao tulikuwa tumesema wahizi wa skuli. Taaluma hizi ni kwamba kuhakikisha kwa wananchi, kuhakikisha kwamba unajua kwamba kama tulivyoshasema, kwa mfano uchimbaji wa vyoo tunaambiwa kwamba usiwe karibu, maji yasiwe karibu na vyanzo vya vyoo, kama tunavyojua kwamba at least iwe katika mita 100. Kwa hivyo hayo yote katika uchimbaji wa source za maji pia na hayo yanatakiwa pia yazingatiwe. Tunakuwa tunawaambia, tunatoa ushauri kwa wenzetu ZAWA au kwa sisi ZAWA, tunakuwa tunatoa ushauri pale ambapo maji yanakuwa uchimbaji wa visima, basi pia tuangalie katika maeneo ambayo stahiki, ili masuala kama haya ya contamination ya vyanzo vya maji yasitokee. Hayo ni kwa ufupi. Kwanza tuende kwa Jamila. Jamila, wewe ni afisa elimu ya afya. Zipi kazi zako? Kazi zetu hasa katika kitengo chetu cha elimu ya afya ni kuelimisha jamii, kuwapa hamasa kuhusiana na haya maradhi ya kipindupindu. Vile vile elimu hii ya uhamasishaji tunafanya katika vyombo vya habari kama hivi tulivyo sasa hivi, tunafanya katika shehia, tunafanya katika skuli uhamasishaji vile vile, na vile vile tuna uhamasishaji ambao katika jamii tunafanya kwa njia ile ya kuonesha sinema kuhusu haya maradhi ya kipindupindu. Nyakati za usiku tunashirikiana na watu wa habari maelezo ZBC, tunaenda nao katika shehia, tunafanya huu uhamasishaji utoaji elimu ya kipindupindu. Hii elimu hasa unatoa ni mjini tu au na maeneo mengine ya vijijini? Elimu tunatoa mote, mjini pamoja na vijijini. Takriban wilaya zote tumeshazifikia kutoa hii elimu ya mlipuko wa maradhi ya kipindupindu. Juma, zipi dalili za mgonjwa ukimwona na maradhi ya kipindupindu? Dalili zake ni zipi na nini afanye kwa haraka? Mgonjwa wa kipindupindu, dalili kubwa ambayo anaipata ya mwanzo ni kuanza kuumwa na tumbo, lakini si kuumwa na tumbo peke yake tu, ambalo kwa muda mfupi tu anaanza kuharisha na kutapika. Na vipi unaweza kujua choo chake au matapishi yake ambayo atakuwa anatoa yanakuwa yamefanya kama rangi ya mchele hivi, yaani sio matapishi ambayo ya kawaida. Yanakuwa hizi ndo dalili kuu ambazo tunaweza tukamjua kama yule mgonjwa wa kipindupindu. Na hatoharisha mara moja akazuia, anakuwa kuharisha kwake ni kuendelea. Lakini pale anapojiona yuko katika hali ile, nini afanye wakati anakimbilizwa hospitali? Yes, tunaishauri jamii wakati wanapomuona mgonjwa anaanza dalili za kuharisha na kutapika, wamwahi kwa kumpa ORS. Wanaita oral rehydration salt, mchanganyiko wa chumvi na sukari kwa ajili ya kurejesha maji na yale madini ambayo yamepotea haraka mwilini. Wamwahi pale nyumbani kwa kumpa ule mchanganyiko, lakini wakati huo waendelee kumkimbiza hospitali kama ambavyo inaonekana katika filamu ambayo inaonyeshwa katika TV. Vipi ugonjwa unaweza kupatikana, vipi anaweza kumwahi yule ambaye kapata yale maradhi, mpaka utaratibu mzima kuweza kumpeleka hospitali. Nadhani ile filamu ambayo inaonekana katika TV ni elimu tosha ya kueleza jamii nini cha kufanya once mgonjwa ambapo atatokea katika jamii. Mr. Omar, mabomba mengi yanaonekana kupasuka na kule huko katika kutoa ile elimu, pindipo yale maji yanakwenda kwa jamii, lakini ndio yamepasuka. Mwananchi atajuaje kama yale maji yamechanganyika na kinyesi? Elimu hii mnaitoa vipi hapa? Kwanza kabla ya kuelezea hilo ni kwamba pamoja na ile elimu ambayo nilikuwa nimezungumza kwa wananchi na ujenzi wa vyoo, lakini pia mamlaka ya ZAWA wanashughulika pia na kuweka kuweka dawa katika maji. Hii pia inasaidia katika kupunguza au kuondosha kabisa vimelea hivi vya kipindupindu.
Sasa swali lako ni kwamba vipi mwananchi ataweza kuyajua kama maji yametiwa dawa au vinginevyo? Ni kwamba kwa mwananchi wa kawaida anaweza akalijua hilo kwa hasa